Habari mhasibu wetu wa halmashauri. Karibu tufuatilie pamoja mwongozo mfupi wa mfumo wa malipo wa M-Mama. Mwongozo huu ni nyenzo muhimu iliyoandaliwa mahususi ili kuboresha matumizi ya mfumo wa malipo wa M-Mama unaohusisha NEMS, MUSE na benki mtandao, yani internet banking. Hatua hizi zitakupa fursa ya kutatua changamoto mbalimbali za kiutendaji, kuboresha usimamizi wa fedha na kuunganisha mifumo yetu, hivyo kuimarisha ufanisi na uwajibikaji ndani ya mfumo wa usafiri wa dharura wa M-Mama. Kaa tayari kufuatilia hatua zote za mwongozo kwa makini na chukua hatua stahiki kuelekea ubora na ufanisi katika utoaji wa huduma za M-Mama ili kuokoa maisha ya mama mjamzito na mtoto mchanga wakati wa dharura. Kabla ya kufahamu mtiririko wa hatua za malipo katika hatua za kitaifa za matibabu ya dharura, yani NEMS, ni vema ukafahamu changamoto kadhaa ambazo wahasibu wa halmashauri wamekuwa wakikabiliana nazo, hasa katika kuelewa mfumo uliounganishwa na jinsi unavyofanya kazi. Mojawapo ni uelewa hafifu wa mfumo uliounganishwa ya malipo. Wahasibu wanahitaji kuelewa vizuri jinsi mfumo mbalimbali ya kifedha ilivyounganishwa katika mchakato wa malipo ya M-Mama. Changamoto hii inaweza kusababisha mkanganyiko katika mpangilio wa hatua na makosa katika kuhamasisha taarifa za malipo. Changamoto nyingine ni tofauti za taratibu za malipo kati ya halmashauri ambazo husababisha changamoto kubwa. Mwongozo huu umelenga kutoa mtiririko wa hatua kwa hatua ili kuboresha mfumo wa malipo kupitia NEMS. Tafadhali fuatilia hatua zifuatazo kwa makini. Katika mchakato wa malipo ya M-Mama, mhasibu wa halmashauri una jukumu muhimu la kuhakikisha kwamba madereva wa jamii wanalipwa kwa wakati baada ya huduma za rufaa za dharura kukamilika na kuidhinishwa na mganga mfawidhi wa kituo cha afya. Mchakato wa malipo unahusisha mifumo mitatu muhimu ya kifedha, yani NEMS, ambapo maombi ya malipo hupokelewa na kuanzishwa; MUSE, ambapo malipo huchakatwa ndani ya mfumo wa usimamizi wa fedha wa serikali; na internet banking, ambapo uhamisho halisi wa fedha kwenda kwa madereva wa jamii hufanyika. Ili kushughulikia madai ya dereva kupitia mfumo wa M-Mama wa mtandao, yani web application, unapaswa kufuata hatua zifuatazo ili kuchakata malipo. Fungua kivinjari cha internet na tembelea nemsportal.mama.moh.go.tz. Katika ukurasa wa mwanzo, weka jina la mtumiaji, yani username, na neno la siri, yani password, ili kuingia kwenye mfumo. Baada ya kuingia kwa mafanikio, chagua sehemu ya M-Mama ili kuendelea kutumia mfumo. Na sasa tutapitia hatua kwa hatua katika kila mfumo, yani NEMS, MUSE na internet banking. Hatua ya kwanza, kuingia kwenye mfumo wa NEMS. Ingia kwenye mfumo wa NEMS kwa kutumia jina la mtumiaji na neno la siri rasmi ulilopewa na halmashauri au msimamizi wa mfumo. Baada ya kuingia kwa mafanikio, utaona ukurasa mkuu wa mfumo, yani dashboard, inayoonyesha moduli mbalimbali ikiwemo moduli ya malipo ya M-Mama. Hatua ya pili, kufungua maombi ya malipo yaliyoidhinishwa. Mhasibu, nenda kwenye sehemu ya malipo, yani payment section, ambapo utaona orodha ya maombi ya malipo ya madereva wa jamii ambayo tayari yameidhinishwa na mganga mfawidhi wa kituo cha afya. Katika hatua hii, unapaswa kukagua kwa makini taarifa za malipo, ikiwemo jina la dereva, taarifa za safari, kiasi cha malipo kilichozalishwa na mfumo, pamoja na kituo cha afya kilichoidhinisha dai. Hatua ya tatu, kuhakiki taarifa za malipo na kupakua risiti ya malipo ya safari. Kabla ya kuanzisha malipo,
Mhasibu unatakiwa kuhakiki kuwa taarifa zote za malipo ni sahihi na ya kwamba dai limeidhinishwa ipasavyo. Pia unapaswa kuhakikisha kuwa hakuna madai yanayojirudia, yani duplicate claims. Kiasi cha malipo ni sahihi na nyaraka zote muhimu za uthibitisho zipo. Baada ya uhakiki huo, mhasibu utapakua risiti ya malipo ya safari, yani Journey's Payment Receipt, kwa ajili ya kuambatisha katika mfumo wa MUSE. Yafuatayo ni mambo muhimu ya kuzingatia wakati wa kuchakata malipo kupitia mfumo wa NEMS, yani DUS. Kwanza, ingiza taarifa za malipo kwa usahihi katika NEMS unapotafuta risiti, ikiwemo taarifa za mnufaika. Ya pili, hifadhi risiti ya uthibitisho wa malipo kutoka NEMS. Na ya tatu, chakata malipo kwa wakati ili kuepuka kucheleweshaji wa malipo ya dereva jamii. Zingatia taratibu za usimamizi wa fedha za serikali wakati wa kuchakata malipo. Mambo ya kuepuka kwa mhasibu wakati wa kuchakata malipo kupitia NEMS, yaani don'ts. Ya kwanza, usichakate malipo bila idhini sahihi kutoka kwa maafisa walioidhinishwa. Ya pili, usiruke au kupuuza taratibu za kifedha au ngazi za uidhinishaji zinazotakiwa. Ya tatu, usicheleweshe kuchakata malipo bila sababu halali. Na ya nne, usichakate malipo yanayojirudia kwa safari ile ile. Kabla ya hatua ya pili ya mtiririko wa hatua za malipo katika mfumo wa ulipaji serikalini, yaani MUSE, ni vema ukafahamu changamoto kadhaa zinazohusiana na malipo ya madereva wa jamii. Changamoto hizi zinahitaji ufumbuzi wa haraka ili kuhakikisha huduma zinaendelea bila dosari. Mojawapo ya changamoto hizo ni ucheleweshaji wa uchakataji wa malipo ya dereva jamii. Madereva jamii wanategemea malipo ya uendeshaji wa gharama kwa wakati ndani ya siku 7. Ucheleweshaji wa malipo haya unaweza ukaathiri huduma zao na uaminifu wao kwa mfumo wa rufaa za dharura, yaani mama kiujumla. Lakini pili ni uwezo mdogo wa kushughulikia changamoto za malipo alionao mhasibu. Hapa kuna haja ya kupata ufafanuzi wa kutosha kuhusiana na jinsi ya kushughulikia malipo yaliyokataliwa au yenye makosa. Fuatilia kwa umakini hatua zifuatazo katika mfumo wa MUSE ili uweze kupunguza au kuondoa kabisa matatizo ya kifedha yanayoweza kujitokeza kwa wanufaika wa mfumo. Hatua ya kwanza, kuingia kwenye mfumo wa MUSE. Mhasibu wa halmashauri utaingia kwenye mfumo wa MUSE kwa kutumia jina la mtumiaji na neno la siri lake. MUSE ni mfumo wa ulipaji serikalini unaotumika kuidhinisha na kurekodi malipo. Hatua ya pili, kufungua maombi ya malipo yaliyoidhinishwa. Mhasibu, nenda kwenye sehemu ya malipo, yani payment section, ambapo utaona orodha ya maombi ya malipo ya madereva wa jamii ambayo tayari yameidhinishwa na mganga mfawidhi wa kituo cha afya. Katika hatua hii, unapaswa kukagua kwa makini taarifa za malipo, ikiwemo jina la dereva, taarifa za safari, kiasi cha malipo kilichozalishwa na mfumo, pamoja na kituo cha afya kilichoidhinisha dai. Hatua ya tatu, kuhakiki taarifa za malipo na kupakua risiti ya malipo ya safari. Kabla ya kuanzisha malipo,
Mhasibu unatakiwa kuhakiki kuwa taarifa zote za malipo ni sahihi na ya kwamba dai limeidhinishwa ipasavyo. Pia unapaswa kuhakikisha kuwa hakuna madai yanayojirudia, yani duplicate claims. Kiasi cha malipo ni sahihi na nyaraka zote muhimu za uthibitisho zipo. Baada ya uhakiki huo, kupakua hati ya malipo, yani payslip, na kuambatanisha kwenye mfumo wa benki mtandao, yani internet banking. Yafuatayo ni mambo muhimu ya kuzingatia kwa mhasibu wakati wa kuchakata malipo kupitia mfumo wa MUSE, yani DUS. Hakikisha taarifa za malipo kutoka NEMS zinaendana na ombi la malipo kabla ya kuchakata katika mfumo wa MUSE. Namba 2, hakikisha idhini zote zinazohitajika zimekamilika ndani ya mfumo wa ulipaji serikalini kabla ya kuendelea na mchakato. Na ya 3, hifadhi kumbukumbu sahihi za kifedha kwa ajili ya upatanisho wa taarifa, yani reconciliation, na utoaji wa taarifa za kifedha. Ya 4, fuata mtiririko sahihi wa kazi ndani ya MUSE wakati wa kuidhinisha na kupitisha malipo. Mambo ya kuepuka wakati wa kuchakata malipo kupitia MUSE, yani don'ts. Usiidhinishe malipo yasiyoendana na ombi la awali la malipo. Ya 2, usibadilishe taarifa za malipo bila nyaraka sahihi au idhini rasmi. Ya 3, usiruke hatua za lazima zilizoidhinisha ndani ya mfumo. Na ya 4, usichakate malipo yenye nyaraka pungufu za uthibitisho. Na ya 5, usipuuze tofauti zozote kati ya kumbukumbu za malipo za NEMS na MUSE. Hatua ya 3, tunakutana na masuala yanayohusiana na benki za mtandao, yani internet banking, ambapo mabadiliko ya watumishi na udhaifu wa kiutaratibu katika huduma za kifedha vinaweza kuathiri ufanisi katika ulipaji. Wakati mwingine watumishi kukosa ujuzi stahiki kutokana na uhamisho au ajira mpya za watumishi. Wahasibu wapya wanakabiliwa na changamoto katika kuelewa na kufanyia kazi mchakato wa malipo kupitia internet banking. Malipo ya M-Mama yanahitaji uwajibikaji mkubwa na kuzingatia taratibu za kifedha. Kuto kuzingatia au kufuatilia taratibu hizi kunaweza kuathiri maisha ya wanufaika. Pia kunaweza kukaleta udhaifu wa nyaraka za kifedha wakati wa ukaguzi wa hesabu, hata kuchelewesha malipo ya wadau muhimu wa mfumo, hususan madereva jamii. Zifuatazo ni hatua muhimu katika kukamilisha malipo kupitia mfumo wa internet banking. Mtiririko hatua za malipo kupitia internet banking. Hatua ya kwanza, kuingia kwenye internet banking. Baada ya malipo kuidhinishwa katika MUSE, mhasibu wa halmashauri utaingia kwenye mfumo wa internet banking wa halmashauri kwa kutumia taarifa rasmi za kuingia za benki, yani username na password. Mfumo huu unaruhusu halmashauri kuhamisha fedha moja kwa moja kwenda kwenye akaunti za benki au namba za simu za madereva jamii, na una code namba tofauti kulingana na benki inayotumika, yani CRDB au NMB. Aidha, ili kuanzisha malipo utapata OTP ambayo hutumika kuthibitisha miamala na kuhakikisha usalama wa malipo. Hatua ya pili, kuanzisha malipo ndani ya mfumo. Ili kuanzisha malipo, mhasibu utaambatanisha hati ya malipo, yani payslip, iliyotoka MUSE kwa kunakili fund reference number au block ID yake na kuiweka katika mfumo wa kibenki mtandao, kisha save na submit. Hapo utakuwa umeanzisha malipo, yani umeinitiate payment, au umeyatuma TAMISEMI ili wayaidhinishe yaweze kumfikia dereva jamii. Hatua ya 3, kuthibitisha malipo na kukamilisha mchakato.
Mhasibu utaingia kwenye Enterprise Payment na kufanya Payment Inquiry kwa kutumia reference number ulizozinakili. Utawasilisha au kusubmit, kisha utaomba OTP nyingine kwa uthibitisho. Baada ya kuthibitisha kwa OTP, malipo yatakamilika kwenye mifumo yote miwili, yani MUSE na Internet Banking. Mchakato huu unahitimishwa kwa kuhakikisha taarifa zote zimekamilika na malipo yamefanyika salama. Naam, sasa utakuwa umekamilisha zoezi la Internet Banking. Hatua ya 4, kuhifadhi kumbukumbu na kufanya upatanisho wa taarifa. Baada ya malipo kukamilika kwa mafanikio, mhasibu utahifadhi uthibitisho wa muamala au namba ya rejea ya malipo. Utahifadhi kumbukumbu za risiti za malipo na kufanya upatanisho wa taarifa, yani reconciliation, kati ya kumbukumbu za mifumo na za halmashauri. Hatua hii husaidia kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na utoaji sahihi wa taarifa za kifedha. Zifuatazo ni hatua muhimu katika kukamilisha malipo kupitia mfumo wa Internet Banking. Kuna mambo ya kuzingatia wakati wa kuchakata malipo kupitia Internet Banking, yani do's. Jambo la kwanza, thibitisha orodha ya malipo, yani payment batch, kabla ya kuanzisha uhamisho wa fedha kupitia Internet Banking. Jambo la pili, hifadhi uthibitisho wa miamala ya malipo kama vile uthibitisho wa malipo au namba za rejea za miamala. La tatu, fanya upatanisho wa taarifa, bank reconciliation, kati ya miamala ya Internet Banking pamoja na mfumo wa MUSE. Pia fuatilia taratibu za usalama wakati wa kutumia mifumo ya Internet Banking. Hapa pia tuna mambo ya kuepuka wakati mhasibu anachakata malipo kupitia Internet Banking, yani don'ts. Usilazimishe miamala bila kuthibitisha taarifa za malipo. Jambo la pili, usishirikishe taarifa za kuingia Internet Banking kwa mtu yoyote ambaye hahusiki au hajaidhinishwa. Jambo la tatu, usichakate malipo ambayo yako nje hayajaidhinishwa na halmashauri. Usipuuzie miamala ambayo imekosewa bila kuifanyia marekebisho. Na la mwisho, usipuuze kufanya upatanisho, yani bank reconciliation, kati ya miamala ya Internet Banking na kumbukumbu za kifedha za halmashauri.